Haya, katika maisha kuna jambo ambalo pengine wanadamu waga tunashindwa kulielewa. Kwa sababu gani? Ngoja nikupe tu hadithi hii, alafu kupitia hadithi utajifunza jambo ambalo pengine natamani kukwambia. Kuna kijana mmoja ambaye nilikuwa nimembeba tukapita sehemu ya kanisa na tukabahatika kusimama sehemu ya kanisa na akasikia watumishi wakiwa wanaeleza kwamba hao watu ambao hawatii maelekezo ya utoaji wa sadaka na michango mbalimbali wanabidi wakalishwe chini, waelekezwe. Ikishindikana basi watafute sehemu nyingine ambayo wanaweza wakasalia, kwa sababu kila sehemu lazima pawepo na utaratibu ambao unakuwa unazingatia kanuni na mwenendo wa kanisa husika. Yule alichoniuliza akaniambia, sasa inakuwaje kufanya hivi kwa waumini ambao pengine wao wamekuja mbele za Bwana kumlilia shida zao, lakini huenda hawana hata hela yoyote mfukoni na wanataka Mungu aonekanie, nao wanadai wao wanachangia pengine sadaka na michango mingine ambayo ni ya kikanisa. Je, kwa kufanya hivyo wanakuwa wako sahihi? Nilichomwambia, nikamwambia hawako sahihi. Kwa sababu gani? Ikiwa mtu ameona uthamani wa kwamba Yesu Kristo ni nani, aweza akashindwa kutoa sadaka yoyote, hata kama ni 500, hata kama ni 200, kwa ajili ya kumrudishia Bwana Mungu wake, au kwa ajili ya kutoa kama ni labda hela ya mlinzi, kwamba mlinzi apate kulinda mali za Bwana ambazo pengine zinatumika kumsifu na kumtukuza Bwana. Huyo mtu kama yuko serious na Mungu ambaye anamwabudu ili ampe matokeo, hawezi kushindwa kufanya hivyo. Ukiona mtu ameshindwa hivyo, ujue kabisa ana kusudi lolote la kimbingu, bali huyo anaweza akawa yuko pale kwa ajili ya kama si agent wa shetani, anaweza akawa ni kwa ajili ya tu ya kuwafurahisha watu fulani machoni pa wanadamu, lakini si katika kusudi la Mungu. Na akasema, sasa inakuwaje mtu wa namna hiyo afukuzwe badala ya kumlealea na kumushikilia? Nikampa mfano kwamba, je, huyo mtu anapokuja kanisani, kwa mfano ibada ni Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, siku ya 7, anakoswa shilingi 500. Kama pengine mchango wa mlinzi ni shilingi 1000 au 500, anaikoswa. Akasema yeye anaikosa. Je, huyo mtu amekoswa hela ya kula kwa siku ngapi? Hizo siku zote 6 amekoswa hela ya kula. Ameshinda njaa, amelala njaa, hajanywa chai, sawa, anaweza asinywe chai, lakini ameshinda na njaa, amelala na njaa kwa hizo siku zote. Kama aliweza kupambana akapata hela ya kula, basi alipaswa kupambana kwa ajili ya kujua kwamba Jumapili ni siku ya Bwana Mungu wangu, napaswa niende na chochote kitu kwa ajili ya kumrudishia yeye. Sasa ukiona mtu hajazingatia hayo yote, ujue kabisa ana mpango na Mungu. Mungu tu anamweka kama sehemu ya ili mradi bora liende. Akasema sasa, nikampa mfano mwingine kwamba wewe hujawahi kuona kuna mtu ambaye anajitoa kulingana na jinsi alichonacho. Watu wanasema sasa huyu hana chochote lakini bado anaendelea kutoa na hiki alichonacho. Usi ujinga wa nje, hapana. Wewe unaweza ukawa unaona hana kitu chochote kwa muda huo kwa sababu jinsi unavyomtazama, lakini yeye anapotazama Mungu alipomtoa, wewe unaona kabisa kwamba huyu mbona hivi, kama umuelewi, lakini yeye kule anapoona Mungu amemtoa ni mbali zaidi. Kwa hiyo ndivyo ambavyo wanadamu tunapaswa tujue kwamba Mungu anapokuwa amekupa sehemu fulani akakutoa sehemu fulani, hakikisha na wewe unajitahidi kurudisha fadhila kwa Bwana ili aendelee kujua kwamba huyu ni wa kwangu na ninatamani nimfikishe sehemu fulani. Sasa watu waga wanafika hatua wanajitenga na Mungu, lakini wanasema mimi na Mungu. Ni kitu ambacho kinawaponza wengi, kwa sababu unajikuta wanatumia akili zao zaidi na Mungu ameweka pembeni, kwa sababu ya kuona kwamba sasa hapa tayari na Mungu, kwa sababu
Wewe kila Jumapili upo kanisani, ndio. Kila Jumapili uko unaabudia ibada, ndio. Lakini huenda Mungu kwako amebaki kidogo sana, au hayupo, ila umebaki kutumia akili zako kutudhihirisha kwamba unaye Mungu. Kwa hiyo kama wewe unatamani kuwa mshirika wa kweli kwenye kanisa lolote lile, hakikisha unatambua Mungu ni nani kwako na kwa nini umeenda kusali pale, kwa sababu kuna nyakati ambazo washirika anatoka hapa kwa sababu ametoka kwenye kanisa fulani, kwa sababu ameona labda kuna michango mingi, anahamia kanisa lingine. Hiyo itakusaidia kumuona Mungu. Kitakachokusaidia kumuona Mungu ni kuhakikisha kwamba unatii maelekezo ya watumishi wake na kuyatendea kazi pale ambapo pengine watakuwa wamekuamuru kufanya jambo fulani kwa ajili ya Mungu, si kwa ajili yao, kwa ajili ya Mungu. Aelewa kitu kimoja nakimaanisha, si kwa ajili ya wanakulazimisha kufanya mambo yao, kwamba tunataka fanya hivi kwa ajili ya mtumishi, kwa ajili ya Mungu. Ukifanya kwa ajili ya Mungu na Mungu hatakuacha, utaona matendo makuu ya Mungu, na bila shaka Mungu awabariki. Jifunze kupitia hili, na binafsi niseme niishi hapa.